Kuna methali isemayo samaki mkunje angali mbichi. Sasa tunajiuliza kwamba samaki tunamkunjaje angali mbichi? Tunafundishwa hapa ni kwamba watoto tunatakiwa tuwatengeneze mapema katika maadili mema, misingi ya kujiamini, misingi ya ufaulu na misingi ya kujitegemea. Sasa kitu kibaya zaidi ambacho mimi kama mwalimu nimegundua kwa mwanafunzi ni hali ya kukosa hamu au kukosa hamasa ya kujifunza. Inapofikia hatua hiyo ya mwanafunzi kukosa hamasa ya kujifunza, inakuwa ni hatua moja mbaya sana. Mzazi utatumia fimbo, utatumia ukali, utatumia pesa zako, lakini mwanafunzi hatapata matokeo mazuri. Kwa hiyo nikapendelea nielezee dalili zinazoonyeshwa na mwanafunzi aliyekosa hamasa ili tumkunje angali mbichi, asifikie ile hatua ambayo wahenga wamesema kwamba samaki mkunje angali mbichi, ukilazimisha utamvunja. Kwa hiyo tujifunze hiyo leo. Kwa hiyo dalili hizi nitaelezea dalili 5 ambazo mimi kama mwalimu nimezifanyia uchunguzi na nikazigundua. Kwa hiyo wewe kama mwalimu na wewe unaweza ukazitumia ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wako. Dalili ya kwanza ni utoro. Mwanafunzi mwanzo alianza kuwa anahudhuria mara kwa mara vipindi shuleni, lakini ghafla ukaanza kuona utoro umekithiri, na inafikia hatua hata mzazi anadiriki kudanganya. Akamwambia mwalimu leo amesema tusiende shuleni. Anaweza akasingizia anaumwa, anaweza akasingizia chochote ili mradi yeye asiende shuleni. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba dalili mojawapo inaonyesha kwamba mtoto tayari ameanza kupoteza hamu ya kujifunza. Tuichukue hiyo. Jambo la pili ni kulalamika sana. Ukianza kuona mwanao mwanzo alikuwa anaipenda shule, anapenda mazingira, anapenda walimu, ghafla akaanza kubadilika, anaanza kuwachukia walimu, anaanza kulalamikia shule, analamikia masomo, yaani visababu vinakuwa vingi vinamfanya yeye asiende shuleni, au muda mwingine anakuambia kabisa nihamishe shule. Hii ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha kwamba mtoto ameanza kupoteza hamasa ya kujifunza. Dalili nyingine ambayo mimi kama mwalimu nimegundua kwa wanafunzi wetu ni kutozingatia matokeo, kutojali matokeo. Tunafahamu kwamba katika hali ya kawaida wanafunzi yanapotangazwa matokeo ni lazima wawe na shauku ya kwenda kujua ni nini nilichokipata mimi kama mwanafunzi. Sasa inakuwaje mwanafunzi matokeo yametoka, hashtuki, hashangai, haulizi? Hii ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba tayari hana mzuka, hana morali, hana hamu ya kujua maendeleo yake ya shuleni. Kwa hiyo ikiona hivyo kwa mwanao, wewe kama mzazi, wewe kama mwalimu, wewe kama mdau wa elimu, basi kwa pamoja tushirikiane kutafuta njia mbadala ya kuweza kuwasaidia. Lakini nyingine ni kujitenga. Na kwa nini inatokea kujitenga? Kwa sababu mwanafunzi tayari anakuwa akili yake imejawa na hasira, imejawa na huzuni, imejawa na mawazo, hafungamani na wanafunzi wenzake, hashirikiani nao, anaona masomo magumu. Sasa kadiri walimu wanavyomzonga, kadiri mzazi anavyozidi kumzonga kwa hasira, kutumia zile mbinu ambazo sio stahiki, ndio inamharibia kabisa mfumo wake wa usomaji, na moja kwa moja anapoteza hamu ya kujifunza, hamu ya kusoma, hamu ya kushika vitabu. Hii inakuwa ni hatua mbaya zaidi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu nashauri, unapoona imetokea jambo kama hili, basi tafuta njia mbadala. Kama ni kukaa naye ili ujue tatizo ni nini, basi itakuwa ni njia nzuri zaidi kuweza kuwasaidia hawa vijana wetu. Lakini kitu kingine, kama itatokea shule leo mwalimu kaona mwanafunzi hamalizi kazi au anafanya mpaka wewe umshtua, maana kwa mwalimu unakuwa ni wa kwanza kumshtua, basi inakuwa ni dalili mbaya zaidi. Unatoa kazi, labda ni kazi za darasani, kama ni mtihani, kama ni kazi za nyumbani, lakini unashangaa mwanafunzi mbona hafanyi, mbona hauna shauku ya kujifunza, hauna shauku kumaliza kazi zake. Wengine wanakuwa wanamaliza mapema, wanahamisha, wanafanya, lakini yeye mpaka mpigane, mpaka msimane. Huyo inaonyesha kwamba tayari amepoteza hamu ya kujifunza, amepoteza hamu ya kusoma. Kwa hiyo kama mwalimu, basi tumia njia za kitaalamu kama sisi walimu ndio kuwasaidia wanafunzi wetu, kuwasaidia watoto wetu ili wafanye vizuri. Lengo la sisi walimu, lengo la wazazi ni kuona watoto wanafanikiwa kwa namna yote ambayo sisi tunaweza, kwa kuwashauri, kwa kuwafundisha kwa namna yoyote ile.
lakini lengo letu ni wanafunzi wafanye vizuri. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Albano Mcho.